Haleluya, haleluya. Tunaendelea na taarifa namba 7 inahusiana na masuala ya kilimo. Niliwaambia mwezi wa 9 wakati natoa taarifa ya mwaka 2026, nikamwambia kuna taarifa ambayo Mungu amenipatia kwa ajili ya mwakani kwa habari ya mashamba, na nikamwambia tutazungumza. Sasa mwaka 2026 sio mzuri kwa kilimo cha mazao yote, mazao ya aina yote ambayo tumekuwa tukilima. Hapana. Na sababu kubwa ni nini? Na sababu kubwa ni kwa sababu ya hali ya hewa iliyoharibiwa na mazingira yaliyotokea. Kuna vitu ambavyo tukivizungumza ni vya kiroho zaidi, naomba mnielewe. Jambo linapotokea ndani ya mazingira ya watu au ndani ya nchi, haliishii pale tu kwenye kubishana na kuzungumza kuona yameisha. Ni muhimu turudi rohoni. Muhimu sana. Kuna wakati Mfalme Daudi, wakati amechukua nchi na ni mtawala sasa katika ile nchi ya Israeli, kuna miaka 3 ambayo ilipita pasipokuwa na mvua. Mwaka wa kwanza ninaamini aliomba na wakamshukuru Mungu, wakatoa na sadaka, lakini mvua haikunyesha. Wa pili, mwaka wa 3 Biblia inasema ndipo Daudi akamuuliza Bwana, akarudi akatamani kujua sasa kwamba nimefanya maombi mimi kama maombi, lakini sioni matokeo. Kwa akarudi akamtafuta mtumishi wa Mungu akamuuliza, Mungu anasemaje sasa? Kwa sababu mimi kama mimi nimeomba, tumeomba na wananchi wetu, lakini natamani sasa kusikia Mungu anasemaje. Mungu akamwambia ni kwa sababu ya Sauli aliyeua Gibeoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tuelewane katika hili. Damu siku zote ya mwanadamu ni tofauti na damu za wanyama. Inazungumza, inadai haki. Kusoma kitabu cha Ufunuo utaiona hiyo. Sasa ukisoma kitabu cha Hosea sura ya 3 nazungumzia sababu kwa nini nimesema mwaka huu si mzuri kwa kilimo cha mazao ya aina yote, isipokuwa tunahitaji tu neema. Sasa Hosea 4:3 inasema, kwa sababu hiyo nchi itatubu na kila mtu akae ndani yake atadhoofika, pamoja na wanyama wa kondeni na ndege wa angani, na hata samaki wa baharini wataondolewa. Kwa nini wataondolewa? Kwa sababu ya hukumu iliyoko kwenye ardhi. Sasa hukumu hiyo huwa inawapata waliokuwepo na wasiokuwepo, wote wao wanahusika. Lakini kuna neema sasa, kuna kibali, kama ambavyo Biblia inasema Mungu akapata kibali machoni pa Mungu, kwa wale ambao wamemwamini na wale ambao wamejua namna ya kuzungumza na Mungu. Hivyo basi maelekezo ya kimungu, Mungu alisisitiza ni washauri watu kulima mahindi na mihogo zaidi. Mwisho wa maelekezo. Mungu abariki sana.